Naam. Tumekutana tena kwa mara nyingine, mtazamaji wa Jamaa Afrika TV, kama ilivyo ada na hivyo kama kawaida, siku zote tunapokutana hapa tunajadili masuala ya sports. Ukiwa nami Joe Michael Station aka the Olded Boy Half Genius. Bwana, leo bwana, tuna game yetu mezani ambayo tunakwenda kuichambua kuanzia ndani, nje, kati, pembeni, kulia, kushoto, kote, ili tuweze kujua ni sehemu gani kocha Miguel Gamondi leo anapata ushindi dhidi ya dabi ya East Africa. Nazungumzia game ya Tanzania dhidi ya Uganda. Ni mmoja kati ya mechi kubwa sana zinachezwa leo kwa nje ya AFCON, lakini kwa ndani ya East Africa ni moja kati ya mechi kubwa ambayo imekuwa na ushindani mkubwa sana, hususan zinapokutana Kenya, Uganda na Tanzania. Inakuwa ni mechi ya aina yake, mechi yenye ambayo inatumia nguvu na akili nyingi. Lakini siko peke yangu hapa, niko na mwenzangu hapa ambaye ni mchambuzi wetu leo, ni Michael Daudi aka Skipper. Kama unavyofahamu bwana, tunapokutana hapa siku zote tunatoa ile madini ambayo inakuwa ni ya chini ya kapeti na chini ya meza. Bwana, itakuwa noma sana. Kikubwa subscribe na kubonyeza alama kengele, itakuwa ni fresh zaidi. Tutakuwa tumefanya jambo la kiungwana kabisa. Bila kupoteza muda, bila kupepesa macho, tuende moja kwa moja kwenye mchezo wa Tanzania ambao unategemea kuanza majira ya saa 2:30. Tanzania tumekuwa na kiwango bora sana katika kipindi hiki, kuruka na Nigeria, tuoneshana misuli kwa dakika zote 90 na kutoka kwa ushindi wa goli 1-2 si jambo la kawaida kutokana na uwezo mkubwa wa Nigeria. Ni Tanzania gani unaiona kwa sasa hivi ambayo inasukwa na Miguel Gamondi? Swali zuri. Unajua, tukija kuangalia kwa makocha wawili waliopita hapa, ndio Aden Lochi yule aliyotoka akaingia Morocco. Aden Lochi anapenda sana timu ikaje sana, yani anapenda kuweka sana mabeki hivi na hivi. Baada ya hapo akakuja Morocco, kocha Morocco, at least timu ikawa ina flow, lakini kuna wakati anapenda sana kujilinda sana, kwani kuliko kushambulia. Baada ya kuondoka kuingia Gamondi, kuna kitu amekiongeza cha ziada. Anapenda timu iflow, iende kushambulia wakati wa kudefense timu yote inarudi ina defense vizuri. Kwa hiyo Gamondi ameongeza kitu, yani kuna kitu cha ziada amekiongeza katika timu yetu ya taifa. Kwa hiyo sasa tukiangalia mchezo wa leo, mimi naamini mchezo wa leo utakuwa ni mgumu pia, maana Uganda wao pia wana timu na sio toto kweli. Na ukiangalia game za nyuma hizo tulizocheza nao, mara mwisho game mbili tulizocheza nao dhidi ya tuenda nao kucheza Misri ambayo tukafunga goli 1, nadhani Mfuvu ndo alifunga ile goli. Tukawafunga Misri, tukaja taifa hapa wakatufunga. Baada ya kutufunga lakini sisi nadhani tulifanikiwa kufuzu kwenda AFCON. Wenyewe hawakuweza kwenda AFCON. Kwa sasa ni kama game imekuwa ni kama ni game ya kisasi tunapokutana na Uganda. Kwa hiyo ni one of the best games katika AFCON ni leo. Na hapo Tanzania tumekuwa na mabadiliko makubwa katika hususan katika swala la kucheza anapokuja Miguel Gamondi. Na ukiangalia mchezo ambao ulikuwa ni majaribio ambao tulitoka kucheza, ilikuwa kama ni friendly matches ambapo cheza na Kuwait, tuliweza kuscore, jambo ambalo ni gumu sana kwa Taifa Stars kwa kipindi kirefu kuona kupata mechi ambazo tunashinda goli kuanzia 2. Na tukaona kwenye Kuwait tulishinda goli, lakini zilikuja zikaingia nyingi nje ya mategemezi ambayo tulikuwa tegemea. Kwa hiyo ni timu ya sasa hivi ya Gamondi, je, ni mfumo wa kushambulia na kujilinda ama ni uwezo wa wachezaji ndani ya kikosi wanachoingia? Hapo mimi kwa mtazamo wangu naona hapo ni nasema blame ya kocha ni Gamondi. Sababu tukipiga zile game ya Kuwait tulivyocheza, tunashambulia sana. Yaani kwanza dakika ya kwanza tunashambulia. Sema tu ubora wa wale wenzetu ukatugamna sisi makosa madogo individual errors. Kagoma kipa huyu Yakubu akafanya na mistake. Mabeki pia pale alikuwa ni Mamieto na mistake wanazifanya, tukaweza kuadhibiwa, lakini yale makosa tusumbuka tunafanya na mimi ni game tunashinda. Kwa sasa ni Gamondi moja kuweka kitu cha tofauti katika hizi game, maana tukiangata Nigeria hizo nini. Na mimi
brain yake ndio inafanya kazi pale, yani amekuja kuwapa kitu kipya wachezaji, jinsi ya kushambulia tutashambulia hivi, jinsi ya kuzuia tutazuia hivi. Kuna Gamondi kama unavyoona ni 4-2-3-1, lakini ukiangalia pale anayesimama pale juu mara nyingi anakuwa hakuna. Wengi tunarudi kwenye line hapa nyuma. Ukiangalia game ya Nigeria ilikuwa ni game ya kujilinda, lakini ilikuwa ni game ambayo pia tulikuwa tunafunguka kwa namna moja nyingine, ukiangalia mashambulizi ambayo tulipeleka. Kwa hiyo ni mfumo wa kocha ama wachezaji wameamua kujitambua na kufahamu uwezo wao. Unajua kuna muda wanaweza kuwa wanacheza lakini watu wafahamu uwezo wao, lakini akatokea mtu akaongezea kitu cha ziada. Ukiangalia kocha aliyepita, kocha alikuja Morocco, ambaye kuna namna yeye alikuwa anasaidia kucheza, tulifika hatua nzuri, lakini kuja kwa Gamondi kumekuwa na mabadiliko makubwa. Kwa hiyo mifumo ilikuwa ni ile ile, wachezaji kutumika ni wale wale, Samata ni yule yule, lakini unaona kwamba sasa hivi kuna ushindani ndani yake mkubwa na ongezeko la wachezaji lipo kubwa, lakini tunaona wanaotumika bado stili ni wale wale. Kipi hasa hapo cha kurekebisha? Cha kwanza cha kurekebisha, mfano kama tukiangalia game ya Nigeria na Tanzania, magoli ambayo tulifungwa, yani tunasema ilikuwa ni mipira ya juu, yellow balls. Ukiangalia goli tulilofungwa ilipigwa cross na Iwobi, mabeki wakaruka tu wa Nigeria wawili, bwana Ajay akafunga goli la kwanza, na sisi tukajitahidi hivyo hivyo, tukapiga cross kamkuta Mombo akafunga, tuka scoreboard. Baada ya hapo goli tulilofungwa, goli la pili, nadhani ile tunasema marking haikuwa nzuri, maana Ademola anafinya ya kwanza, anafinya tena ya pili, anarudi na tatu, anapiga, tunamwangalia tu kuona kwa sababu ni ile tunasema, wanasema hivi, mtu akishafunga akipata goli huwa ni vyepesi sana naye kuruhusu goli. Kwa ndo kile kitu kwenye zile dakika ndo kile kitu ambacho sisi ndo kilitutokea, ila tulikuwa na utulivu kidogo tu, ila mimi tuko tunapata pointi moja, tuko na draw. Kwa hiyo maana hapo game ya ina maana hapo mid block low block ilishindikana, kwa sababu ilikuwa kuna kabia mid block then low block. Na low block liliwini sana mipira mingi tofauti na mid block. Unamwona mtu kama Iwobi alikuwa anapiga pasi ambazo kwa mipira ambayo inatembea kwa kasi, lakini inafika kwa mtu, inavunja box la katikati lote, inafikia nyuma ya kiungo mkabaji, maana inafikia kwa striker, ambaye striker unaona wanacheza mbele ni kama kiungo. Unamuona anafunga goli la pili, ni mpira ambao ulipita kuanzia kutokea juu ukapigwa pasi. Zile pasi wanasema watoto wa shule hawawezi kuzicheza. Ni pasi ambayo ilipasua box la kwanza ikafika box la pili, ikamfikia Ademola, akamchekecha wa kwanza, akamchekecha wa pili. Wakati wanarudi, kwa sababu inabidi turudi sasa kwenye low block, kama beki kafinya wa kwanza, kafinya wa pili, kascore. Dismas na Mabula alikuwa ndo kama ni viungo wa chini, viungo walinzi. Je, kuna haja kuwabadilisha ili kusudi tuweze kuingia kwenye game na mpango mzuri, ili kusudi wakae viungo ambao ni asilia? Kwa sababu ukimwangalia mtu kama Dismas ni fullback, lakini anacheza kama kiungo, na game nyingi atakuwa anacheza kama kiungo, lakini ukiangalia kama akipata yellow card zisizokuwa na msingi ambazo zinakuwa zinamtoa mchezoni mara nyingi, na pengine anapataga mpaka red card. Michezo kadhaa iliyopita nyuma amepata red card. Sasa hapa katikati tukipata mtu ambaye anapiga pasi kama za Iwobi au alisoma Tanzania, waje kupiga kwa staili ile, na bado unamtumia Dismas pale katikati, japokuwa alitoa assist, auoni kama itakuwa bado kuna changamoto kubwa ndani yake? Unajua, tukimwongea kwanza Dismas, ndio Dismas tangu yupo Biashara hakuwa anacheza kama fullback, alikuwa anacheza namba 6, pani namba 4, yani yeye ni kiungo. Hata alipokuwa Azam akaanza kiungo, lakini alivyoenda Ukraine Shakhtar Donetsk, alipofika kule nadhani ndo akawa anacheza fullback, cheza kule fullbacks. Na baada ya game, kuna games baada ya kuwa anacheza vizuri kule, kuna baadhi ya game kwa akija hapa akiwa timu za taifa Shabala kwa itwe, kwa hiyo ndo anacheza kama fullback na anacheza tu vizuri, lakini ule namba yake asili anacheza kiungo. Na kiungo mchezeshaji anacheza tu fresh, hata na ukaba
so abija uwanjani, yani tuna mashaka. Sema tu ile siku ni ubora wa nanili wa Nigeria. Yeah. Maana the likes of Iwobi pale katikati, yani ilituvuruga pale katikati. Yule ndo mtu mbaya yeah, kwa sahi. Kwa hiyo ndio hivyo. Hapo kurejea kwa Faisal katika kikosi, kwa sababu alikuwa na jana nadhani ambayo ilikuwa sababisha sasa kucheza mchezo huo uliopita. Na huu ni mchezo wetu wa pili. Je, kuna sababu yoyote ile ya kumuingiza Faisal kwenye kikosi hiki ambacho kipo, ukiachana na kuangalia performance ya wachezaji uliopo? Je, kuna ulazima Faisal kuingia katika first 11? Sahihi, yani leo Faisal tunamhitaji kwa asilimia kubwa sana, sababu dhidi ya Uganda ameshacheza, na ukiangalia viungo wa Uganda kuna the tank wao wanamuita Aucho na Phil wameshacheza wote kwa pamoja as a team, na timu pinzani wote kwa pamoja wameshakutana sana, yeye akiwa Azam, Aucho akiwa Yanga na hata akiwa Singida wamekutana sana. Kwa hiyo game ya leo mimi naamini Faisal aanzani vyovyote tu vile Gamuna amefanya, afanye rotation yake tu pale, lakini Faisal lazima aanze. Pele Wenlo tunamhitaji Fei ya ubora wake, sababu tunajua Faisal ni mtu anagana pale, kashafanya makubwa katika ligi yetu. Kwa tabia na Tanzania na Milo Faisal atafanya jambo. Na tukiongelea viungo wa Uganda pale, mtu kama Kenneth wale ni wazuri, kina Mato ni wazuri kwenye kukaba na nini, mawinga wote wazuri. So tunahitaji brain ya Faisal leo pale as a 10, hata kama sio namba 10, hata akiwa na acheza hata namba 8 yote ni sahihi, sababu atakuwa anacheza kama box to box. Lakini Faisal sio box to box sana, lakini anacheza zote, anacheza namba 8, anacheza 10, anacheza. So leo Faisal tunamhitaji sana. Yeah. Na ukiachana na hivyo, ukienda kwa Mbwana Samata, ni kwa namna moja wa Tanzania wamekuwa wakilalamika mara nyingi. Ndio. Ni moja kati ya wachezaji wakubwa kwa Tanzania kutokana na performance yake, lakini pia status yake ni kubwa, kutoka chini kwenda, kutoka hapa ligi ya ndani kwenda Kongo, katoka Kongo mpaka Belgium. England. Sasa hivi unamwona ameenda England, ametoka England hapo akaja kaenda Uturuki. Yeah. Sasa ukiangalia kwa uwezo wa Mbwana Samata, kwa nini mara nyingi asitumike kama central striker? Kwa sababu tunaangalia tuna uhaba, na mara nyingi unamchezesha kama attack midfielder kwa sababu ya uwezo wake kana mpira, lakini tunahitaji magoli, na yeye kushani yake na status yake, mabaki pinzani lazima wafanye nini, wamgaji yeye sana aweze kumkaba na kummaki muda mwingi na kutengeza sina za kando chance kutengeza space, lakini anakuwa nyuma ya safu ya washambuliaji, kitu ambacho kinakuwa kina faida. Anatoka hata mechi hana hata target wala on target. Nadhani kwenye hili limekaa vipi? Tukimwangalia bwana Samata, naona of the best striker au player katika Afrika na nchi yetu hapa Tanzania. So tele kashafanya makubwa akiwa huko nje, na sasa hivi yuko Le Havre pale anacheza katika ligi la Ufaransa. So mechi ya leo ndani tu makocha wanapomtumia, nadhani wanapenda kumweka sana atokee wide sana au katikati nyuma ya striker, lakini sababu wanafanya hivyo nadhani ni labda ile forcement ya Msuva akiwa uwanjani, anapenda sana kukabia juu, bado ana energy naona. Kwa hiyo game ya leo Samata akicheza the 9 and number 10 typical, naamini pia atafanya jambo, ambapo akikae pale namba 9 winga Msuva, winga huku Talia na Lakia, watafanya jambo. So nadhani tu ni maelekezo ya kocha. Sasa hapa tuenda kwenye swali tu rahisi la kizushi. Tanzania tuje na mpango gani hasa uweze kutusaidia sisi kuweza kupata ushindi? Kwa sababu tukija kwenye safu ya mabeki tuko vizuri. Tuna Ibrahim Baka, unamwona anaingia pale, Mwamnyeto Job anakaa pembeni, na bado kazi inafanyika, ni ile kazi chafu ambayo tunategemea kupata kwa Job. Unamwona Mwamnyeto anaokoa goli pale kwa clear goal ile, yani kama ingekuwa hakusoma akili ya movement ya striker,
siku zile na Nigeria tulikuwa tumeadhibiwa, lakini alisoma movement striker kana kuzuia moja kati ya bonge la saving ambayo alifanya. Goalkeeper pale hatuna doubt, Foba ni young generation ambayo Tanzania inajivunia kwake na uwezo wake. Mistake za kufungwa zipo, lakini pembeni katikati tuko vizuri. Sasa tunakutana na Nigeria, tunakutana na Uganda ambayo mpaka sasa hivi tumeshia kucheza michezo zaidi, nadhani takriban michezo 61. Wametufunga michezo 33. Tumeshinda michezo kama si michezo 24, nadhani michezo 24, lakini tuna sare kama 5 hivi na katika michezo yote. Je, tunapokutana na timu kama hii ambayo sisi ni East Africa Derby, kocha anatakiwa afanye kitu gani cha ziada, ama unategemea kuona mfumo wa aina gani leo, ama wachezaji wa aina gani ambao watatusaidia pale kuweza kupata ushindi, kwa sababu ni mchezo utakuwa ni wa nguvu sana? Sahihi. Kwa kwanza unajua Waganda walivyo nature mpira wao wanapenda sana, ni wanafika sana, wanakutana sana, na hata ukiangalia viungo wao wako aggressive sana, the like of Aucho, hawa kina Kenneth, wote ni watu fulani ambao wanafika sana kamili. So tunasema sometimes historia isifuatwe sana, naamini hivyo. Sasa inabidi leo tuje tu na mikakati jinsi ya kuifunga Uganda. So hapo narekebisha kidogo, ni tumecheza michezo 61. Ndio. Wametufunga michezo 33. Tangia tuanze kucheza nao, tangia tuanze kukutana nao michezo 61. Wametufunga michezo 63. Sisi tumeshinda michezo 12, sare 16. Naona hapo kwenye makaratasi wapo juu, lakini mpira unabadilika. So naamini mechi ya leo, kwanza lese tukichukua mfano mechi iliyopita, nilipenda sana sababu alizofanya Gamondi. Sasa katika safu ya ulinzi aliona Kapombe huku kashazidiwa, maana aliingizwa bwana Victor Moses, na huyo jamani ana kasi sana, kasa chekecha. Kwao akamuza Dison Job, akamuza na Mnoga, ambapo Mnoga akawa ani wing kama wing, anapana na kushuka, So mechi ya leo ningependa leo pia Mnoga aanze, ambapo Mnoga hata kwa sababu Mnoga anazaa hata kiungo anacheza. So mechi ya leo kwenye makaratasi Mnoga yeye kama fullback namba 2, lakini wakati tunacheza awe ana invite ndani, awe kama namba 6, awe anakuja kusaidia pale katikati, ili awe anamruhusu Faisal awe anapanda akaongea na kina Chazimombo kina Msuva katika eneo la kushambulia. Hii kidogo itatusaidia hata sisi katika upatikanaji wa magoli, umeona? So naamini game ya leo Mnoga akianza itatusaidia sana, hata huku kwa pembeni yeye ni mzuri, anataka panda akashuka akasaidia hapa viungo katikati. So mimi naamini mechi ya leo upangaji tu, maana hii ni dabi na siku zote Gamondi dabi anazijua jinsi ya kuzicheza. Tumeona hapa katika dabi hivyo ndio wa Uganda. Hapa kuna Okello, moja kati ya midfield na hatari sana, advanced sana. Lakini pia mtu kama Melvin Lolenze, lakini pia mtu alifunga bao katika mchezo ambao Uganda waliweza kucheza na Tunisia, alikuwa ni Dennis na yeye mwenyewe Omondi. Kwa anaweza kocha akamweka labda benchi Mkwala akamwazisha Omondi, lakini hapo hao ndio nyota wa kuchungwa katika safu ya ushambuliaji, kwa sababu ukija kuanzia midfield wao Okello ni moja kati ya midfield hatari sana, lakini pia ukija hapo kwa Dennis na Melvin, nini hasa mabeki leo waweze kudili nacho vikusudi kuepusha mipira kuitikisa nyavu ya Tanzania? Kwanza sitaki kusema kama nawavalia majukumu kocha wa Uganda. Sema tu tunavyoona mechi ya leo, nahisi bwana Steven Dese nadhani leo ataanza, sababu anacheza ligi ya Tanzania. Mwamnyeto kina Zimbwe anawajua, na tayari ameshacheza nao, maana amecheza na Zimbwe, kaza na Kapombe,
kipa yani ameshakutana nao wachezaji. Hata mechi ya juzi ya dabi tuliona ile mzima Foba alimuona golini. So naamini game ya leo nadhani Mukwala ataanza kama as a stand striker pale katika lango la ya katika striker yao ya Uganda. So lakini na sisi pia Mukwala tunamjua Zaire anapocheza, mikimbio yake tunaijua, anakimbia hata, lakini naamini the likes of Baka, Mwamnyeto, Jobu na mabeki wote pale nyuma tutaweza kuwazuia Uganda kwa striker. Lakini pia kuongelea bwana Okello one of the best wingers, sababu nataka kama winger number 10 anacheza ni winger ambao ni invited winger, kama ninapenda kusema ni yeye apendi kufuata kukimbilia chaki, yeye anapenda kuinvite katikati. Na ukiangalia michezo ya Chani ni one of the best player ambayo Uganda walipata faida juu yake sababu yeye ndo kwandopiga penalty wao na alipiga baadhi kwa alikuwa ni mchezaji ambaye alicheza sana vizuri, na ukimwangalia umbo lake lilivyo ukimwona unaona mdogo, lakini ni one of the best talent ambayo Uganda wanavyo. So mechi leo inabidi tuwe naye tu makini yule bwana mdogo. Lakini mechi ya juzi naona alianza bench, akaingia akasema alitoa pia assist, yani alipiga pasi yule nadhani fullback wao ndo akapiga yule nani ndo akamalizia yule striker wao ambao aliingia ndo akamalizia. So ni mchezaji ambao ni hatari kweli ambao Uganda wanao. So leo tukimchunga kama tuweza kuwazuia kina Lukman hawa si nani kina Chukweze, yani mfumo wao wanaocheza ndo kama Okello naye anapocheza winga zaidi. So tayari tumeshakutana na watu wa hivyo. Kwa hiyo tunakutana na Okello nao atakuja na idea mpya. So naamini Zimbwe, mabeki wa nyuma hawa kina Kapombe nani yote tu atakayepangwa tujue tu jamaa ni mzuri, na naamini tutamzuia tu kwa vyovyote vile. Basi mtazamaji wa Jamaa Afrika TV, kama ulivyoweza kumsikia uchambuzi umeenda vizuri, na hapa tukazungumzia mechi ya Tanzania. Ina mengi sana ya kuzungumzia kwa sababu East Africa tuna mengi sana ya kupambana kufikia, na kwa sababu baada ya hapo tutakuwa na sisi ndio tutakuwa wenyeji kati sisi ni East Africa nzima nadhani nchi tatu, Kenya, Uganda na Tanzania, ambao tuna mashindano ya AFCON. Lakini hapo sisi ni wapinzani wakubwa sana tunapokutana, kwa sababu sisi tumepakana tu kwa mipaka. Nategemea itakuwa ni moja kati ya nice game ambayo itaenda kuchezwa. Lakini pia kwenye kundi C ndo mchezo unaenda kuchezwa wa pili kila timu. Lakini pia baada hapo kutoka na game ya Nigeria pamoja na Tunisia, mechi ambayo itaamua nani anakaa pale juu katika siku ya leo. Lakini pia mechi hapa chini tuangalie ni nani anaenda kuchukua pointi 3 na kukaa katika nafasi ya pili. Kwa hiyo ni mechi itakuwa ni ngumu sana, na mechi zenye ushindani wa hali ya juu kama tunavyozoea kwamba mechi hizi hakuna mnyonge, hakuna